Ni Skiza Times, simulizi za nyakati na Kasim Safi. Kipimo cha usaliti sehemu ya 5. Mwandishi na mtunzi ni Kasim Safi. Uzalendo ulikaribia kumshinda David, kwani alionyesha udhaifu wake tena waziwazi. David alisimama huku akijifanya mtu aliyedhibitiwa kizimbani. Alimtazama binti yule, naye binti alizidisha sifa. Aliifungua kanga na kuifunga kanga. Hakika David alikaribia kuziachia risasi tena waziwazi. Mwisho David alitoweka pale sebuleni hadi chumbani. Mke wake alimuuliza, "Shida ni nini? Mbona unakuja mbio mbio tena ukihema?" David naye alimjibu, "Ni salama tu, lakini nini mme wangu? Kwani kuna tatizo na utaki mimi nifahamu yanayokusibu?" "Hapana mke wangu, wewe elewa ni salama, na nikuache mara moja, maana kuna simu nimepokea kuwa mzigo wangu upo karibu kufika. Hivyo naomba ni uwahi, si unajua foreni huwa kubwa hasa mida ya jioni." Bi Suzy alimtazama David, taratibu alianza kutabasamu. Moyoni mwake alijua kila kitu na ni nini sababu imepelekea hadi David aweweseke vile. Kadri siku zilivyozidi kwenda, ndivyo ambavyo David alizidi kuwa mnyonge katika nyumba yake. Hakika dada yule alijua kumoshea tena vile ipasavyo haswa. Siku moja David aliamka ili aelekee uani. Mke wake naye alichukua simu na kumpigia dada yule, huku akimweleza atoke chumbani kwake na aelekee kwenye mlango wa choo. Lengo lao ilikuwa ni kuendelea kumpima David. Dada yule aliamka na kuelekea huko. Muda kidogo David alifungua mlango wa choo. David alishtuka na kujawa na hofu ya kihisia. Dada yule alisimama mlangoni na alikuwa hajavaa chochote zaidi ya taiti yake. Kifua chake chote kilikuwa wazi, na hakika saa ilikuwa majira ya saa 6. Kitovu chake kilichoingia ndani, shanga alizokuwa amezivaa. Hakika David alichanganyikiwa. Dada yule alifungua mlango wa choo na kwa makusudi alimsogelea David, hali ambayo ilimfanya David ajigonge ukutani. Wakati ule David aliwaza, hii sasa inakaribia kunishinda. Yaani naona kabisa sio muda dada huyu naenda kula naye sahani moja. Hatua hii aliyofikia, sina sababu za kuendelea kumheshimu humu ndani, au nimkute huko chooni. David alishika kitasa, lakini moyo wake ulisita. Mke wake naye hofu ilimwingia kule chumbani, na hii ni baada ya kuona muda unazidi kwenda na David harudi. Basi alijua huenda dada yule na David wanafanya yao. Bi Suzy aliamka ili wafuate huko chooni. Mlangoni alikutana na David. David alishikwa na butwaa baada ya kumuona mke wake ameweza kutembea. Haraka alimkumbatia na kumrudisha kitandani. Muda wote Bi Suzy yeye alikuwa akimwangalia David kwa chini, na hii ni baada ya kuona maungo ya David yakiwa wima mithili ya mti mkavu. Bi Suzy aliamini tayari David na dada yule wamekwisha kufanya mapenzi. Bi Suzy alichukua simu na akampigia dada yule, kisha akamwambia, "Ndio nini sasa umefanya? Na mbona umekiuka makubaliano?" Binti yule naye alimjibu, hakuna kitu amefanya na David zaidi ya kumtamanisha tu. Bi Suzy alimtaka David avue boksa yake ili ahakikishe. Hakika kipimo kinaonyesha kuwa ni kizima, maana hapana, naona pande zote mbili zina presha kali. Bi Suzy naye anaonekana kuwa na wivu. Sasa utakuwaje na wivu halafu uruhusu mmeo ajaribiwe tena na msichana mdogo ambaye frequency zake bado nzima zote? Usikose mwendelezo kujua nini hatima ya kipimo cha usaliti.